BOT iko kwenye msiba mzito kwa kumpoteza aliyewahi kuwa gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, Idrisa Rashid, ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 78. Pumzike kwa amani pia. Fedha ya Tanzania inatambua mchango wake na umuhimu wake katika kuithaminisha zaidi kwenye viwango vya kibiashara na hata kuithaminisha tu kwa namna moja au nyingine. Lakini pamoja na hayo, tusisahau kwamba BOT pia wametangaza ajira 105. Sasa tunadondoka hapa kwenye ajira, kitu ambacho kimezua mjadala mrefu sana ndani ya mitandao ya kijamii, ambapo tunadondoka kwenye mtandao wa kijamii, na moja ya mtandao wa kijamii ambao tunadondoka leo ni pale Twitter, ambapo niweza kujadili mada tofauti. Sasa kulikuwa kuna issue moja ambayo kuhusiana na hizo ajira ambazo zimetangazwa na BOT, kwamba sasa baada ya ajira kutangazwa imeibuka issue ya GPA na skills, kwamba mtu akiingia chuo, kipi bora cha kuondoka nacho, ujuzi au skills? Kama tunavyoelewa, tuko kwenye dunia ambayo iko kasi sana kwenye mabadiliko. Kila mmoja pale anachagua kitu ambacho anaona kwake ni muhimu. Sijajua kwako wewe kitu gani kwako kinaweza kuwa ni muhimu, lakini mimi hapa nataka nisogezee baadhi ya hoja za Tanzania na namna ambavyo wametiririka. Hapa kuna mchizi anajiita MD, hapo ni X. Anakuambiaje hakuna kazi tutakayoipata BOT kwa sababu ya GPA tu. Watu si wajinga bana. Sasa baada ya kusema hivyo, mchizi nadondoka kwenye uwanja wake wa maoni, nione wadau pia walisemaje. Najua nataka hapa narudia tena, mchizi anaitwa kama unavyoona hapo, jamaa anaitwa hakuna, jamaa anajiita MD pia. Hakuna kazi utakayoipata BOT kwa sababu ya GPA tu. Watu si wajinga. Baada ya hapo mimi naingia zangu kwanza nione kwenye uwanja wa maoni mchizi, wadau, watizio, vijana pia. Mara pia kuna vijana wengi sana ambao wamehitimu vio pale Twitter. Kuna mchizi anajiita Adenoga, mtoto wa Mzito, ana GPA ya 2.9. Wamemwacha kisa wewe una 4.7. Unajua afu kuna sister alisoma Benjamin Mkapa, huyu jamaa anajiita Blessing 99. Kuna sister alisoma Benjamin Mkapa akawa best student wa 3 ACSEE kwa michepuo ya uchumi na biashara. Alipata sponsorship ya BOT na job promise. Sina uhakika kama anafanya kazi huko sasa hivi, lakini nasikia aliongoza pia hapo UDSM. If you are the best, no one will ignore you. I have friends more than 2 ameajiriwa BOT bila hata connection. Sometimes tunatoa tu lawama tu kwa watu ili kujituma ni F. Jitume kuwa na skills, naomba Mungu kila mtu na wakati wako. Mchizi anajiita Charles aka Pure Alizeti, tukachukua mafuta kwake na hoja pia true. Wamekaa kihuni sana, maana ajira nyingi zote za taasisi za umma huwa hazina masharti sana ya GPA, tofauti na walimu au chuo. Wanajua kuna vilaza kibao wa GPA. Wazee GPA ya 2 mmefika sasa ku defend GPA zenu. Nani wanakuambia Nathan ni mtu mbaya. BOT hii atizi kigezo GPA. Someni ila kama hakuna miwaya kuconnect, sahau. Wataingia wenzio GPA ya 1.8 afu wanapiga kazi wanavimba. Kalaga bao. Unaona? Mchizi hapa anajiita Sanuka na Chapo. Hiyo chini ya 10% zilizotolewa uwe na conclude kuwa watu wanakosa ajira sababu ya GPA ndogo. Amini kwamba anajiita Mstory, chuo ni sehemu ukiwa mjanja unaondoka na GPA tamu na maarifa refu. Mchizi anajiita nani tena hapa? Nataka nipate mtu mwingine tofauti ambaye anajiita Senga Jiara. Zama za GPA zimepitwa na wakati, kama zilivyopitwa wakati zama za vocha. Unatetea umuhimu wa GPA zama hizi mpo sahihi miaka 10-20 nyuma. Kutuaminisha GPA ni muhimu zama hizi ambazo mwenye GPA kubwa anapiga umachinga na mtu darasa la 7 ni kujizima data. Nasema GPA kubwa inakupa competitive advantage. Nitajeni GPA ya rais wenu na ya naibu waziri wa elimu, afu mnitajie GPA ya Tundu Lissu. Asenga huyo wanangu. Anamaliza hoya.
Mimi huku nimeidondosha huku kwetu kwa wanangu nyewe huku wapi? Huku YouTubeuni. Ili nipate tu maoni yenu. Na nyinyi mnasemaje vipi kwa kizazi hiki ambacho nyinyi mnakiona? GPA au skills wewe unaona itakufanya uwe pale ambapo unatamani kuwa kimaisha au kinamna nyingine? Mimi naitwa Iggy Mwasa. Usisahau kusubscribe channel yetu. Tutaendelea kusogeza mavitu kibao ambavyo mwenyewe